الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير نبينا محمد وآله وصحابته الكرام وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، bado tupo kwenye mwendelezo wa muhadhara wetu wa kauli ya wazi kuhusiana na hukumu ya kuchukua video. Jana tulitaja aqwali za ahli ilm na tukazielekeza nasaha waislamu bilkhusus salafiyin kunako kumcha Allah Ta'ala na kurejesha macho yao kutizama vitabu vya ahli ilmi katika masala haya, hasa kutizama dalili ambazo wamezizungumza, kama tulivyotoa nasaha kwa majlisi ya kwanza kwamba marejeo yanatakana yawe ni kitabu cha Allah Ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. kizozana kwenye jambo lolote lile, kimasala ya kiitikadi, masala ya fiqhi, masala ya kimiamala, basi rejesheni kwa Allah Ta'ala katika kitabu chake na kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika uhai wake na katika sunna zake. Kwa hivyo jana tulisoma aqwali za ahli ilm. Leo biidhnillah Ta'ala tutataja baadhi ya shubha ambazo wanashikamana nazo wenye kulijuzisha hilo na kuliruhusu hilo, na majawabu kuhusu hapo walipopashikilia. Na hivyo insha Allah Ta'ala kesho tutaendelea pia kutaja shubha na kutoa majawabu yaliyopo katika shubha hizo, katika utata huo au pale walipopashikilia wao. Lakini kabla ya kuanza, nataka nimalizie na aqwali za ahli ilmi, ninukuu kama kauli mbili hivi biidhnillah Ta'ala. Huenda kwa yule ambaye Allah Ta'ala amemtakia kheri akanufaika akizikusanya aqwali hizi na zilizozungumza kwa ufanisi na kwa hujja na kutizama dalili, huenda Allah Ta'ala akautia nuru moyo wake akaachana na jambo hili, akabaki katika njia safi salama ambayo maulama wanaitolea maelekezo na wanainasihi njia hiyo tuishike na tubaki katika njia hiyo. Nitanukuu kauli ya lujna الدائمة والإفتاء والبحوث العلمية. تنكو قولي يا اللجنة الدائمة كماتي نكدوم يا المملكة العربية كماتي لسمميون مولمان ومشايخ يا شيخ بكر أبو زيد كنا عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان كنا وذيان كنا برزاق فيفي kwa usimamizi na uongozi wa Sheikh al-Allama Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahmatullahi ta'ala alayhi. Hawa wanachuoni hawa wa zama zetu waliulizwa masuala kuhusiana na jambo hili la kusawirisha na kuchukua video, kuwachukua mashekhe na mfano wake na sehemu nyinginezo. Limekuja swali wakiulizwa hivi: هل التصوير الذي تستخدم فيه كاميرا الفيديو يقع حكمه تحت التصوير الفوتوغرافي؟ je, kusawirisha ambako kunatumika ndani yake kamera ya video, je, itaangukia hukumu yake chini ya kusawirisha kwa photograph ambayo mmesema haifai? الجواب جواب نعم. حكم التصوير بالفيديو
حكم التصوير الفوتوغرافي بالمنع والتحريم لعموم الأدلة. Wakasema jawabu ni ndio hukumu ya kusawirisha kwa video, ndio hukumu ya kusawirisha kwa photograph. Hukumu yake ni kuzuia jambo hilo na kuliharamisha. Hukumu yake ni jambo hilo linazuiliwa na ni haram. Kwa nini? Liumumil adilla, kwa sababu ya kuenea dalili ambazo zimetangulia. Kullu musawwirin fi an-nar, la'ana Allahu al-musawwirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maneno yako wazi kabisa, liumumil adilla, kwa kule kuenea dalili. Na tulisoma aqwali za mashaikh na ulama, kusoma kauli za al-allama Salih al-Fawzan akieleza namna zinavyoenea dalili katika uharamu wa kuharamisha taswiri na aina zake zote. Na akasema kwamba wanaojaribu kufanya falsafa ya kuvua baadhi ya sura bila ya hujja na dalili, haya ni maneno tu farigh, ni maneno meupe matupu yasiyokuwa na mahala pa kushika, hawana dalili. Vile vile Sheikh Bakar Abu Zaid na fatwa yake sitaisoma, ni fatwa ndefu, naye ameeleza pia masala haya kwa kauli hii kwamba kwa ujumla hadithi hizi za kukataza taswiri zinakusudia sura za aina zote. Mwishoni akahitimisha akasema, wala hakuna dalili ya kuvua baadhi ya sura au baadhi ya taswiri, hakuna hujja wala hakuna dalili. Sura ambazo zitaruhusiwa ni zile za dharura peke yake. Wakaulizwa pia au iliulizwa pia kamati hii swali lingine lifuatalo. Nasema hivi, muulizaji anasema, qara'tu kitabakum fi tahrimi suwari wa uridu an as'ala bihadha as-sadad fatalama annakum aftaytum bi tahrimi at-taswir fa innahu yujadu naw'un akhar hadith min at-taswir wa huwa ma nushahiduhu fi at-televizyon wal video wa ghayrihima min al-ashridati السينمائية حيث تكون صورة الشخص كما يقولون حسية ويحتفظ بها لزمن طويل، فما حكم هذا النوع من التصوير؟ kwamba tumesoma kitabu chenu mlichoandika na maneno yenu mlioandika kuhusiana na uharamu wa taswiri. Hapa nataka kuuliza swali kuhusiana na maudhui hii. Muda wa kuwa nyinyi mmetoa fatwa ya uharamu wa taswiri, lakini sasa hivi kunapatikana aina nyingine mpya za kusawirisha, nazo ni hizo ambazo tunazishuhudia katika ma TV na mavideo na njia nyinginezo, katika kaseti za sinema. Namna panapokuwa mtu anasawirishwa kama wanavyosema wao kihisia, alafu sura yake ikahifadhiwa kwa muda mrefu. Je, ni ipi hukumu ya aina hii ya kisasa ya taswiri ya kutumia kamera na kuchukua video kwa sura hizi mpya? Aljawabu, jawabu, hukumu taswir ya ma dhakartu au ma dhakarta. Hukumu ya taswiri yaenea katika hivi ulivyovitaja, pia katika vitu vya kisasa na ala za kisasa, mitambo hii ya kisasa. Hukumu yake ni moja tu. Wabillahi tawfiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-lujnatu ad-da'ima lil-buhuth al-ilmiyya wal-iftah, naib rais al-lujna, rais udhu hay'ata ila akhirih. Ninukuu pia fatwa nyingine ya Sheikh al-Allama Baqiyatu Salaf, al-Allama al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala, katika fatawa za al-Haram al-Makki. Aliulizwa suala lifuatalo: ma hukumu taswir al-muhadharat bil video wal qanawat al-islamiyah? Ni ipi hukumu ya kuisawirisha mihadhara? Ni ipi hukumu ya kuichukua video mihadhara ya mashaikh kwa video na channel za Kiislamu? قال akasema rahmatullahi hafidhahu Allah ta'ala, قال حفظه الله تعالى: التصوير لا يجوز
la fi almuhadharat wala fi ghayriha. Akasema taswiri haifai, si mihadhara wala si vitu vingine, si sehemu nyingine, si katika mihadhara wala si sehemu nyingine. At-taswiru la yajuz, usawirisha kufai, la fi almuhadharat wala fi ghayriha, si katika mihadhara au kwenye matukio mengine, kwenye hafla, kwenye maharusi, baada ya sala ya Idi na mfano wake. Ikiwa kwenye mihadhara Sheikh asema haifai, basi mimbabi aula iwe haifai kuchukua taswiri nje na mihadhara, kama kwenye hafla na sherehe, maharusi, au kwenye sherehe ya Idi na mfano wake, kwenye hakiki na mfano wake, kwenye mazishi na mfano wake. لقوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين, kwa sababu ya kauli yake Mtume صلى الله عليه وسلم, watu wenye adhabu kali zaidi siku ya kiyama ni almusawirin, kwa ujumla wa hadithi hii. Wa qawlihi صلى الله عليه وسلم man sawwara suratan fi dunya kullifa yawm alqiyama an yanfakha fihi الروح وليس بنافخ. ولقوله لعن الله المصورين, الشيخ akataja adilla, na ndivyo inavyotakiwa hivyo, kila ukienda unataja dalili. Ndio maana nikasema atajaribu kutaka kujibu anaruhusiwa, lakini kwa sharti aje na dalili. Sisi tumezivua taswiri hizi kwenye mihadhara, tumezivua taswiri hizi kwenye mahafla, kwenye harusi zetu, kwenye viwanja vya Eid, kwenye misiba, kwa dalili hii na hii na hii, basi hapo taelewana. Lakini kuleta maneno meupe makavu, maneno matupu, Waislamu watawasikiliza na watarudi katika asili ya msingi huu. Kwa hiyo tutawasikiliza, lakini waje katika asili ya msingi huu hapa basi, wanaokwenda nao ahlul ilm. Kisha akasema Sheikh hafidhahullah ta'ala, at-taswiru kabiratun min kaba'iri dhunub, taswiri ni katika madhambi makubwa. La fi al-video wala fi ghayriha wala fi al-muhadharat, si katika video wala sehemu nyingine, si katika mihadhara wala fi ghayriha wala nje na mihadhara, kwenye mahafla na maharusi huko na misiba, kama wanavyofanya mashekhe na maduati. Allah awafikishe na waongoze. Innama dharuriyat allati tahtaju ilaiha, hakika ilivyo taswiri itafaa kwenye dharura tu ambazo unazihitajia wewe katika miamala yako, fi muamalatik, katika miamala yako. Mithlu albitaqa, mfano kupiga picha kwa ajili ya kutengeneza kitambulisho, au jawazi safari, au kwa ajili ya kutengeneza passport, au rukhsa qiyada, au kwa ajili ya leseni. Hadhihi aldharura, hizi ndio dharura. Qala ta'ala, waqad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma dhurritum, Allah ta'ala amefafanua kwenu nyinyi vilivyo vya haramu isipokuwa vile ambavyo mmedharurika navyo, mna dharura navyo. Baada ya maelezo haya na fatwa hizi ambazo mwenye moyo salama na akili timamu zinamtosha kabisa, tutaje baadhi ya aqwali walizoshikilia na wakazifanya kama hujja ya kuliruhusu na kulijuzisha hili ambalo wanalifanya. Wametumia aqwali za mashaikh na ulama, miongoni mwa hao ni Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Wametumia kauli ya Sheikh Ibn Uthaymeen na fatwa ya Sheikh Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi. Katika siku ya leo mimi nitajibu linalofungamana na fatwa ya Sheikh Ibn Uthaymeen peke yake. Wao wanasema Sheikh Ibn Uthaymeen amezivua taswiri hizi za kisasa na vifaa hivi vya kisasa
kwamba hizi haziingii katika zile taswiri ambazo zimekusudiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambazo zinazokusudiwa ni masanamu na mfano wake. Majawabu katika kujibu shubha hii ni majawabu ya aina tatu. Jawabu la kwanza, sisi tumenukuu siku ya kwanza kauli za mashaikh, kauli yake Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika al-Qawaid al-Muthla, akielezea umuhimu wa kuchukua dhahiri ya maneno ya Kiarabu yanavyokuja na kinachoingia kwenye ubongo kwa mara ya kwanza, na kutokuhusisha chochote katika maana yenye kuingia ndani ya tamko hilo ila kwa dalili na hujja katika Qur'ani au Sunna. Kwa hiyo shekhe mwenyewe anasema hivyo kwamba sisi likija neno la Kiarabu au dalili katika aya, katika Sunna, likitaja jambo fulani, tusivue kitu fulani kinachoingia katika ujumla wa ile dalili ila kwa dalili mfano wake katika Qur'ani na Sunna. Lakini pia Sheikh Saleh Al-Fawzan tukatoa maneno yake akielezea kwamba kullu musawwirin fi an-nar, katika hadithi Ibn Abbas zinaingia taswiri za aina zote, wala hakuna dalili ya kuvua. Watu wanasihi kurejea katika maneno haya ya mashaikh. Lakini pia Sheikh Bakar Abu Zaid, lakini pia Sheikh Zaid Al-Madkhali ana maneno yake hayo, lakini pia Sheikh Humud bin Abdullah Tuwaijiri, Sheikh Al-Albani pia na mashaikh wote na Sheikh Mukbil wamezungumza kwa ujumla hivyo kwamba kilugha, kiakili, kisheria neno musawwirin zinaingia sura za aina zote. Jambo la pili tusema kwamba Muislamu yatakana atahadhari na kufuata ruhusa za baadhi ya ulama kwenye baadhi ya mambo. Ruhusa za mashekhe katika baadhi ya mambo, mtu akawa anachagua kauli au madhehebu ambayo anaona ni mepesi kwake yeye na anampa wasaa wa kufanya mambo fulani, akaacha kauli na madhehebu yaliyo sambamba na adilla. Kwa hiyo akachagua sehemu ambayo anaona hii ni sahali, itaendana na jambo langu. Kinachotakikana ni kufuata hujja na dalili, hata kama unaona kuna maslahi yako binafsi yanaharibika. Na haya ndio madhehebu ya ahli ilm. Al-Imam Shafi'i au al-Imam Malik, Abi Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad, wote wamezungumza hivyo. Hasa ukirejea kitabu cha Sifati Salah cha Sheikh Al-Albani katika mukaddima, amenukuu aqwali za hawa maimamu, aqwali za Abi Hanifa, aqwali za Malik, Shafi'i na Ahmad, zikihimiza kufuata kauli ambazo zina uwiano na sunna au na aya na hadithi, na kuacha maneno ya mashaikh na ulama ambayo yanapingana na hadithi na dhahira ya hadithi. Sasa kipengele hiki cha uharamu wa kufuata rukhsa za baadhi ya maulama na tahadhari ya kufuata rukhsa za baadhi ya ulama kwenye baadhi ya mambo ambayo unaona yanaendana na maslahi yako binafsi, ili jambo maulama wamelizungumza kwa ukali sana. Ala sabili almithal, yasikilize maneno ya al-Imam Ash-Shatibi rahmatullahi ta'ala alayhi katika al-Muwafaqat, anasema tatabbu ar-rukhas huwa mailu ma ahwa'i an-nufus. Kufuata rukhsa za maulama ni kumili na matakwa ya nafsi na matamanio ya nafsi. Wewe unaona wepesi uko hapa, usahali uko hapa kwenye fatwa ya Sheikh bin Baz, kwenye fatwa ya Sheikh Ibn Uthaymeen, basi ukamili huko na ukatetea huko, ukapuuza kauli ambazo zinaonekana zina dalili tena za wazi kabisa, kwa sababu kuna maslahi yako. Hii ni tatabu rukhas. Washar'u jaa bin nahyi an ittiba'i al-hawa,
na sheria imekuja kutukataza kufuata matamanio. Fahadha mudhadun kadhalika au fahadha mudhadun lidhalika al-asl al-muttafaq alayhi. Kitendo hiki cha kufuata ruhusa za maulama kwa ajili ya maslahi fulani, wewe unataka umashuhuri watu wakuone, ukafuata kauli ya kina fulani ukaacha akwali zenye dalili mfano wake hivyo, kitendo hiki kinapingana na asli ambayo ni muttafaq alayhi, wamekubaliana juu yake maulama, asli ya kurudi kwenye kitabu na sunna. Wa mudhadun aidan liqaulihi ta'ala, lakini pia kitendo hiki cha kuacha mahala kwenye dalili ukaenda mahala ambako unaona kuna ruhusa na usahali na kuna maslahi kwa ajili yako wewe na unachokitaka, ni kukinzana na kauli yake Ta'ala, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Mkizozana kwenye jambo lolote la dini, ni masala ya itikadi, masala ya fiqh, masala ya kimiamala, masala kama haya ambayo yananasibisha na Uislamu na da'wa na dini, basi yarejesheni kwa Allah Ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Dhalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wasema in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dhalika khairu wa ahsanu ta'wila, kama kweli mnamwamini Allah Ta'ala na siku ya mwisho. Kadhalika al-Imam al-Allama Ibn Qayyim katika Ighatha ana maneno mazuri sana, amenukuu maneno Ibn Salah akisema, wa man tatabba ma ikhtalafa fihi al-ulama wa akhadha bir-rukhsa min aqawilihim tazandaka au kada ay tazandaka. Wa man tatabba ma ikhtalafa fihi al-ulama, yule atakayefuatilia ikhtilafu za ulama kwamba jambo hili lina khilafu bwana, wa akhadha bir-rukhsa, alafu akachukua mahala penye rukhsa na usahali kwake yeye kwa maslahi anayoona, min aqawilihim, katika kauli zao, tazandaka, taingia kwenye uzindiki, kwenye unafiki, au kada ay tazandaka, au atakurubia kuingia kwenye uzindiki. Suleiman at-Taymi ana maana yake anasema, law akhadta bi rukhsati kulli alimin, lau utachukua rukhsa ya kila mwanachuoni, kwa sababu mwanachuoni fulani kasema ukachukua, kwa sababu mwanachuoni fulani kasema ukachukua, ijtama fika sharru kulluhu, zitakusanyika kwako shari zote. Na mfano wake amesema Ibrahim bin Ulayya, Imam al-Dhahabi anasema, man tatabba rukhsa al-madhahib wa zallat al-mujtahidin faqad raqa dinuhu, yule ambaye atafuatilia rukhsa za madhehebu, kwamba mimi madhehebu yangu ni haya, mimi msimamo wangu ni huu, kwa sababu kuna shekha amesimama hapa, pamoja na kuwa kwamba hawa ni watu na wanakosea kwa ijtihada zao, basi mtu mwenye tabia hii dini yake huwa inakuwa laini sana, dini yake inakwenda inaharibika. Lazima itafika mahala dini yako itaharibika tu. Ndio kama hivi mnavyoona sasa hivi mambo yamekuwa hayaeleweki, kwa sababu watu wachukua ruksa za mashaikh na ulama, wamesahau msingi ambao ni matini madhubuti, msingi ambao ndio asli, msingi mama wa kurudi wakati wa nizaa na ikhtilafu kwenye kitabu na sunna. Al-Allama wa Sheikh bin Baz alayhi rahmatullahi ta'ala anasema kama ilivyo katika fatawa yake ya al-Jami' al-Kabir, alayka an ta'khudha bid-dalil la bir-rukhas, jilazimishe uchukue dalili, si rukhsa za mashaikh na ulama. Kullu madhhab yakunu fihi ba'd al-aghlaq, kila madhehebu panakuwa pana ndani yake kuna makosa. Kwa hiyo usiangalie tu madhehebu yangu ni Shafiia, mimi madhehebu yangu ni Hanabi, madhehebu yangu mimi ni Malikia, mimi ni Hanafia. Kwa hiyo hata ukiambiwa madhehebu ya Imam fulani yako hivi kwa sababu ya dalili, sema sisi mashafi tuko hivi. Sheikh anasema, alayka an ta'khudha bid-dalil la bir-rukhas. Qala ba'd as-salaf, man tatabba ar-rukhas tazandaqa. Wamesema baadhi ya salaf, atakayefuatilia rukhsa za ulama akafanya ndio dini yake na msimamo wake, ataingia kwenye uzindiki, kwa sababu kila madhehebu yana makosa. Fatalibul ilm, haya ni maneno ya msingi haya kwa jua. Mwanafunzi la yatatabba ar-rukhas, asifuatilie rukhsa. Talibul ilmi yataharra ad-dalil, mwanafunzi atakana atafute dalili. Sasa je, vipi wengine ni mashekhe,
wengine ni maustadhi, ni maduati wenye kujipamba na sifa kulingania katika kitabu na sunna, alafu tu amengangania kauli ya shekhe fulani na anaona adilla ziko wazi katika kulitaja hili. Mwanafunzi tu mwenyewe hatakani awe hivyo. Mwanafunzi atakana atafute dalili, wayanzur fi aqrab alqawlaini, atizame katika kauli mbili ni ipi ambayo iko karibu zaidi, au alaqwa lidalil, au atizame kauli ambayo ina dalili zenye nguvu. Fayakhudh bima qama alayhi dalil, alafu achukue msimamo kwenye kauli ambayo zimesimama dalili juu yake. La bitatabu'i rukhas, si kufuatilia na kuchukua ruksa. Sheikh fulani yeye karuhusu bwana, kwa hiyo msituseme kwa sababu Sheikh fulani kasema hivi. Sisi tunafuata Sheikh bin Baz, tunafuata Ibn Uthaymeen mbele ya dalili, mbele ya nusus zenye ujumla na kushamiri na kuenea. Mwanafunzi hatakana awe hivyo. Je, vipi shekhe, vipi dai, ustadhi, mwalimu anajinasibisha na dawa hii na ana kituo na msikiti na markazi? Msiba.